Azina tuseme unaweza round. Siwezi like unajua sasa mtu amefanywa plastic surgery hapa ndipo mnasahau. Like sasa mimi siwezi enda to that extent. Labda sasa sema ni maintain. Unajua sasa sina pesa. Anafanya gig. Sasa unacheki gig yake ni kukuja tu ku dance tu na hiyo matako yake. Hakuna kitu kingine. Tumia jina Haga. Sound more professional. Assets. Hiyo ni kubwa hiyo si assets. Hiyo ni assets kwa sababu ni assets bado. It's an investment. Okay, sasa unasema aje sasa kuhusu hawa sisi? Au wase venye junilisikia walishikwa na si ati walishikwa na DCI. Watu wafanywe venye watafanywa. Kama wafuate law flag ya Kenya iheshimiwe. Unadhani watafurahia? Wow. Watafurahia. Hawezi kufurahia. Unajua kitu ya kwanza washafurahia wakikanyanga. So unajua lazima kuwe na positive na negative. So the positive yao ni washakanyanga. So hiyo the remaining part sasa ni the opposite of kufurahia. Wagwan, karibu ndani ya show ya The Voice of the Generation, na kama kawaida ndani ya mjengo, ndani ya show ni The Noise Maker. Kama kawaida kuwaletea chai moto moto, tunawaserve kama kawaida. Tunawaambia kila siku tunapika, tukiwapakulia content moto moto, vitu safi safi. Na ndani ya show siku ya leo nina wasee wawili, wasee wa nguvu sana na mrembo mmoja pale. Naye ni kichwa ngumu. Acha tu tuanze na hatuwezi anza leo na madem. Wanasemanga ladies first, lakini hapa ni men in front. Bana. Tuanze na guy. Yeah man, manzi hapa ni Majokes, the jokes master, ukipenda the Noise Maker by profession. Bana Joe. Sijiko nimemaliza. Wewe unakimbiza sana. Naharakisha syllabus msee. Ni page 1 hivi, Sasa mwenye kujiintroduce jina lake ni Paragraph Jones. Paragraph Jones. Ya tuende next tu. Wataniona tena usijali. Okay, sasa wamesema round 2, so twende on my right. Okay. Au. Kiazara. Okay, I go by the name Frankie Idris na leo tuko ndani ya Voice of the Generation. Kwani hapa ina ike Yangu ina ike. Umesikia? Wagwan. Wagwan. Go by the name Ankamau Nyago Kamami. Welcome to the Voice of the Generation. Bana, nasikia leo tuko na chai. Chai. We have tea to serve people. Ni venye tu tulisahau thermos, lakini leo tunapakua tu direct hivyo kutoka kwa moto. So one of the trending things yenye tumekuwa tukipatana na hapa mtandao ni a guy, two guys walionekana pale wakikanyanga bendera ya Kenya. Na hiyo kitu imeleta one of the biggest things, yani imeleta mtafaruku pale mtandao wa kijamii, reaction pale. Wakenya wameweza kujitokeza kuvamia wase kwa social media. Inafaa. Unaonaje? Hiyo kitu inafaa. Because you are a Kenyan, hata wewe huwezi taka kuona nchi yako hapa bendera nchi yako ikifanywa vitu kama hizo. So that hiyo si poa. Alafu tena see those guys I think ni wa kutoka Somaliland. Lakini acha mimi niulize. Sikia, wacha nimalizie. The respect ya flag ya Kenya. Wanafika wapi? Nyinyi wenyewe mna respect flag yenu kwanza. Si tuna respect. Okay, sasa unasema aje sasa kuhusu hawa sisi? Au wase venye junilisikia walishikwa na si ati walishikwa na DCI. Watu wafanywe venye watafanywa. Kama wafuate law flag ya Kenya iheshimiwe. Unadhani watafurahia? Wow. Watafurahia. Hawezi kufurahia. Unajua kitu ya kwanza washafurahia wakikanyanga. So unajua lazima kuwe na positive na negative. So the positive yao ni washakanyanga. So hiyo the remaining part sasa ni the opposite of kufurahia wakikanyanga. Wanafurahia tu saa hii mahali. Place wako. Unajua sasa Another thing, alikuwa sijui kama ni vice president ama ni nani spokesperson mmoja huko kutoka Somalia. Ile wakati walikuwa wanasema ati ile time walikuwa na apologize. Wana apologize. Bado wajeka hiyo bendera ikiwa upside down. Green ndo imeanza. That's hiyo kitu inaonyesha the level of madharau kenye
hawa sasa wametufikishia. Alafu the funny fact ni ati tuko na game nao hii weekend. Yeah. Na bado wanasema waogopi hao wa safe from the Somali. Wakenya wamejitokeza pale, unasikia wengine wanasema ati sijui hiyo Sunday. Waimbe national anthem kwanza. Waimbe national anthem ya Kenya before game ianze. Alafu wamesema sikia hataki mchezo. Wakisikia hawafai kucelebrate. Hawafai kucelebrate wakiwa feel yeye ni uwanja yetu. Wana celebrate. So that's but pia unajua pia ukiangalia another side. Kenya iko big than watu kukanyanga bendera. So unajua sasa tuwezi ndio tumefocus ati na sijui nani alifanya wrong. Nikani sheria ikitake hiyo nini watu wana focus kufanya vitu vingine zinawasumbua. Je, sasa unaona sasa watu hawezi shinda ati ukisema oh ilikanyanga sijui nini. Ni kama mistake ilifanywa. Maybe wao wako na reason yao. Unajua sasa as long as wameshikwa sasa ndo wataelezea the reason yao. Lazima wanajua inafaa huwezi compare wa Kenya na another country. Kama hujakuja kurealize hivyo. Hizi country yetu na countries zingine zina work different. Hebu chukulia ile ni ya maandamano. Last time ucheki countries zingine mkitokea maandamano, you are either mnatokewa na nyinyi wote mnafuatwa mpaka kwa nyumba. Afu kafyu inawekwa. Lakini Kenya maandamano inatokea, ulisikia kafyu mahali? Hakuna. Kesi Sinepal waliwakilisha wao nataka kufanya mkumbuki lakini walisema role model ni nani? Walisema role model si ni Kenya. Sasa tuambie by this date hata anachukulia hiyo ladies so unachukulia je ukanyango kwa bendera. Ndio lazima ni high level of maturity kwanza juu. High level of immaturity. Sijasema maturity. Msisibisha don't throw stones on me. Nasema stones that is stones. Sikia mtu. Lazima shoes mimi sijasema didi. Okay, ni sawa. Sasa like sasa the fact like sasa ndio fike step kama hiyo hata kama ni kizungu. Disrespect. Ndio tunasema mniamkia nini leo? Tumia Kikuyu tu mara moja. Ama ni direct translation. Ndio tunasema sasa hiyo ni maturity ya hali ya juu sana. Like sasa it makes sense. It makes sense. It makes sense kabisa. Mimi place imefika, mimi naangalia tu kunafaa kukuwa na kama kitu kama respect. Una make sure countries zote, every country Kenya iko, make sure flag yao iwe the first thing ya kuheshimu. Na ukienda kwa country unafuata zile rules zinawekwa za huko kwenye ziko. Unabeba ukienda kwa sijui Wayahudi, unaishi kama Wayahudi. When you go to Rome, Wayahudi mambo ivorani. Wewe anaanzianga nyuma kusoma. Wana wanasoma hii Afrika hapa ni Bible. Unajua hii lakini by the way kama kuna kitu mapasta wanarukanga kwa Bible wafunzange kuhusu hiyo mapiko hapo nyuma. Hiyo mambo inaenda wapi? Lakini mbona mwalimu wa histo ama social alikuwa anafunza hiyo map? Yake iko hapo. Mbona pasta afunze? Sasa pasta yeye atajuaje stories za map na maybe atakusoma. Si wanaenda kusoma view. Ni wanaenda kusoma hii stuff lakini sasa unaweza kuta huyo mtu hajamaliza drop out of class 8. Akaenda unaweza kuta drop out of class 8 na ni pasta. Sasa ukienda kuambia stories za map ataanza aje? Mbona iko hapo? Unajua hata class 8 mbona alisoma map basi? Hata tukiwa class 8 tulikuwa tunasoma map. Lakini kulikuwa na wale wanafunzi walikuwa bright na kulikuwa na akina the others. So unataka kusema mapasta wote ni hata wewe unaweza kuwa ulikuwa hapo the others na uji. Alikuwa pasta. Wapi? Ikikuwa pasta usikii mimi sasa. Unataka kusema Wayahudi tena. Wayahudi. Sasa kuna hicha nyingine. Sijui kama mlisikia happen yetu ni uja. Sijui kama ni wiki ama last week. Bob's party. Kitu kama Bob's party hivyo. Wengine tunasema chorebe. Hiyo tuambiwe na unajifanya tu kwenye uni hapo. Patusha hiyo kubwa. Ni gani? Mimi kivyangu hata birthday niko show hujaifanya. Aziada kitu ana mlango ya nyuma. Ile best yake ameitwa akamwambia hadi birthday yake noticingi by the way. Wewe nakumbushwa na nani? Wewe hata ushaifanya. Hapana sikia mtu amekupost. Tulieni. Sawa. Ushaifanya birthday kwanza hapo ushaifanya birthday. Ushaifanya birthday. Acha kutafuta kwa history. Unasema Yesu litosha. Sasa ameingia pale history. Sasa jaribu ku rewind. Wacha niwaulize sababu Bob's party.
Watani na birthday boobs party. Yaani kibali tu kujitengenezea tu. Ni content creation by the way. Mimi nilikuwa naona ni ndio anatafuta. Ni pesa. This is all about content creation. Si una round hapa si mtu atoanga ngoma anaenda na irauji. Sasa after amekuja na unajua sasa kila mtu alikuwa ameenda wapi by the way? Siji kwanza nyinyi hamjajua mwenye alifanya hiyo boobs party. Anafanyanga inaitwa clubs hair hostess. Unacheki? Yeye anakuja club yenu anafanya gig. Sasa unacheki gig yake ni kukuja tu kudance tu na hiyo matako yake. Hakuna kitu kingine. Tumia jina Haga. Sound more professional. Assets. Hiyo ni kubwa hiyo si assets. Hiyo ni assets kwa sababu ni assets bado, ni assets bado. It's an investment. Ninafungua biashara. Yeah. Uniambie kama si assets ungekuwa na mtu gani? Kuna nyonezo niseme si yangu swali. Wewe unawezeka hakika hizo. Nani mimi? Hizo ungezapata dola. Azin tuseme unaweza round. Siwezi like unajua sasa mtu amefanywa plastic surgery hapo ndipo mnasahau. Like sasa mimi siwezi enda to that extent. Labda sasa useme ni maintain. Unajua sasa hii sina pesa, zile tunasema niko na mingi, unaona? Okay, pesa niko nazo, lakini tunasema tunaweza enda kuna vitu siwezi fanya sasa hii. Lakini nikipata unacheka huko na pesa.